Kila sadaka ina muda wake. Unajua kuna watu wanamtolea Mungu sadaka, lakini hawajajua kuna vitu vimejificha na hawajaviona. Lakini unaona sadaka ilivyo na maelezo. Ukifanya maagizo yote ni kuagizayo hivi leo kwa bidii, kutunza ile sauti umesikia nikitangaza nikisema, lakini ukifuatilia hayo mambo sawa sawa na utaratibu niliokuelekeza, baraka hizi zilizo ndani ya hiyo sadaka uliyoitoa utapata. Baraka utaki kuifuata, baraka inakufuata. Kwa hiyo kama unafuata baraka, ujue kuna mahali umekosea kwenye utoaji wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokupa kutoa sadaka, kuna maelekezo ya aina ya sadaka na vitu gani uvitoe kama ni sadaka. Kwa hiyo lazima usikilize vizuri sauti ya maelekezo, sauti inayokuja na msukumo wa utoaji wa sadaka kwenye msimu mpya. Ndio maana ukienda kwa wana wa Israeli unaona umetoa sadaka hiyo, ukienda kwa Ibrahimu umetoa sadaka hiyo, ukienda kwa Nuhu umetoa sadaka, kwa Mungu huyo, kwa Mungu huyo. Lakini kila mtu amepewa cha kutoa na kuna maelekezo yake ndani ya hiyo sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Maelekezo ya pili yanakuja ndani ya sadaka. Maelekezo ya pili ni muda unaotakiwa kuitoa hiyo sadaka ulizoelekezwa kuzitoa. Kisha watoto wanavaa majaketi, maana wazazi wengine sisi kama wanakumbuka hilo. Maelekezo ya pili yanakuja ndani ya utoaji wa sadaka ni muda unaotakiwa kuitoa sadaka, hiyo sadaka au hizo sadaka alizokuelekeza kuzitoa. Muda wa kuitoa sadaka, muda wa kutoa sadaka. Mungu anapompa mtu au anapompa maelekezo ya aina gani ya sadaka anayotakiwa kutoa, ukumbuke ndani hayo maelekezo hiyo sadaka aliyopewa kuitoa, ndani yake kuna maelekezo ya muda gani anatakiwa kuitoa hiyo sadaka.